wabarakatuh. Mimi nimesimama mbele yenu hapa kama nilivyotambulishwa, naitwa Charles Shirima. Nimesimama kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CPA Nicodemus Mkama, ambaye hakuweza kushiriki nasi hapa, kwa amenituma nije kumwakilisha. Kwa hiyo nitakachokisema hapa ni kama vile alivyokuwa ameniagiza, angependa mwenyewe akiseme hapa. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika hafla hii ya iftar na kutoa elimu ya uwekezaji wa halal. Tukio hili la umuhimu mkubwa kwa sababu linaunganisha maadili ya kijamii, kiimani pamoja na maendeleo ya uchumi kupitia uwekezaji unaozingatia misingi ya sharia. Kwa niaba ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, napenda kuwashukuru waandaaji wa hafla hii, hususan Yusra Sukuk Company Limited na shirika na wengine wote kwa kuandaa jukwaa hili muhimu na kutoa elimu kuhusu uwekezaji wa halal. Elimu ya uwekezaji ni msingi muhimu katika kukuza ushiriki wa wananchi katika masoko ya mitaji, na juhudi kama hizi zina mchango mkubwa katika kuimarisha uelewa wa jamii kuhusu fursa za uwekezaji zinazozingatia maadili na misingi ya kifedha yenye uwajibikaji. Ndugu waalikwa, katika muktadha wa kimataifa, sekta ya Islamic Finance inaendelea kukua kwa kasi katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, na kwa mujibu wa taarifa ya tafiti za taasisi za kimataifa kama vile Islamic Financial Services Board na zingine, na ripoti ya Islamic Financial Development Report, thamani ya mali katika sekta ya Islamic Finance duniani imefikia zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 3.2 na inatarajiwa kuvuka dola trilioni 5 katika miaka ijayo hivi karibuni. Sekta hii inajumuisha maeneo mbalimbali ikiwemo Islamic Banking, Sukuk au Islamic Bonds, na Islamic Funds na Takaful, Islamic Insurance. Miongoni mwa maeneo yanayokuwa kwa kasi zaidi ni soko la Sukuk, ambalo limekuwa chombo muhimu cha kugharamia miradi ya maendeleo duniani. Thamani ya Sukuk ambazo zimeshatolewa kwa duniani zinafika thamani yake zaidi ya dola za Marekani trilioni 8, na nchi kama vile Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia na nyingine zikiongoza katika matumizi ya chombo hiki kufadhili miundombinu, nishati, elimu na sekta nyingine muhimu za maendeleo. Ukuaji huu unaonyesha kuwa Islamic Capital Markets ni sehemu muhimu ya mfumo wa kifedha wa kimataifa unaochangia katika kukuza uwekezaji endelevu, usimamizi mzuri wa hatari na ushiriki mpana wa jamii katika shughuli za kiuchumi. Tanzania pia imeanza kuchukua hatua muhimu katika kukuza sekta ya Islamic Capital Markets, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua wigo wa bidhaa za kifedha na kuvutia mitaji ya uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Katika kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia maendeleo muhimu katika utoaji wa sukuk nchini, hatua ambayo imeweka msingi muhimu wa kukuza zaidi bidhaa za kifedha zinazozingatia misingi ya sharia katika masoko yote ya mitaji. Kwa mujibu wa takwimu za sekta ya masoko ya mitaji nchini, sukuk mbalimbali ambazo zimeshatolewa hapa Tanzania zimeshakusanya zaidi ya shilingi trilioni 1 za Kitanzania, zikilenga kugharamia shughuli mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi. Baadhi ya sukuk zilizotolewa hapa nchini pamoja na CRDB Al-Barak Sukuk, iTrust Sukuk, pamoja na Zanzibar Sukuk na sukuk zingine nyingi, ambazo zinaonyesha mwitikio mzuri kutoka kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Na kama unakumbuka, sukuk zote hizi zilikuwa kwa subscribe, yani mahitaji makubwa kuliko ile thamani ya sukuk zenyewe zilikuwa zinatolewa. Sukuk hizi zimesaidia sana kupanua wigo wa bidhaa za uwekezaji katika masoko ya mitaji na kuongeza ushiriki wa wawekezaji wanaopendelea uwekezaji ukizingatia misingi ya sharia. Kwa ujumla, katika mwaka 2025 pekee, hati mbalimbali zikiwemo sukuk zilisaidia kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 847, kiwango ambacho kilizidi malengo yalikuwa
yamewekwa kwa asilimia 180. Kwa mafanikio haya yanaonyesha uwepo wa mahitaji makubwa ya bidhaa za uwekezaji katika masoko ya mitaji ikiwemo sukuk. Kwa hiyo ni fursa kwa jamii ambao wanataka kutoa hizi bidhaa za sukuk waweze kuchukua fursa hiyo na kuzileta bidhaa sokoni. Soko linahitaji bidhaa hizo. Aidha, maendeleo ya masoko ya mitaji kwa ujumla nchini yanaendelea kukua na kuimarika, na uwekezaji ile thamani ya uwekezaji inaendelea kukua. Sasa hivi soko letu kwa ujumla, soko la mitaji, thamani yake inazidi sasa shilingi trilioni 63. Idadi ya wawekezaji pia imeongezeka kwa kiasi kikubwa, na kutoka miaka michache iliyopita tumekuwa na ongezeko la zaidi ya 100% ya wawekezaji moja, na sasa hivi tuna wawekezaji zaidi ya milioni 2.1 katika masoko ya mitaji. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa Tanzania inaendelea kujenga msingi imara wa kukuza sekta ya masoko ya mitaji na kuvutia wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Ndugu wageni waalikwa, katika hadhara hii napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa Sheikh Mohamed Issa kwa mchango wake mkubwa katika kuhamasisha na kuendeleza uwekezaji wa halali pamoja na maendeleo ya Islamic Capital Markets hapa nchini. Kupitia juhudi zake pamoja na taasisi anazoziongoza, tumeendelea kushuhudia kuongezeka kwa majukwaa ya elimu, mijadala ya kitaalamu na uhamasishaji wa jamii kuhusu umuhimu wa uwekezaji unaozingatia misingi ya sharia. Juhudi hizi zina mchango mkubwa katika kuongeza uelewa wa jamii, kuvutia wawekezaji wapya na kuweka misingi ya maendeleo ya sekta hii muhimu katika uchumi wetu. Ni muhimu kutambua maendeleo ya Islamic Capital Markets yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya wadau mbalimbali, zikiwemo taasisi za udhibiti, sekta binafsi, taasisi za kifedha pamoja na viongozi wa kijamii na kidini. Ndugu wageni waalikwa, matarajio ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana ni kuona kuwa Tanzania inaendelea kujenga mazingira yanayowezesha ukuaji wa Islamic finance na Islamic capital markets ili nchi yetu iweze kunufaika kwa fursa kubwa zilizopo katika sekta hii duniani. Kufanya hivyo, Tanzania ina nafasi kubwa ya kuwa kitovu cha maendeleo ya Islamic finance katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuvutia wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi katika masoko ya kimataifa. Napenda kuhitimisha kwa kuwapongeza waandaaji wa hafla hii na kwa kuandaa tukio hili muhimu linalounganisha elimu, maadili na maendeleo ya uchumi kupitia uwekezaji. Nitoe rai kwa wadau wote kuendelea kuunga mkono jitihada za kukuza uwekezaji wa halali na maendeleo ya Islamic Capital Markets nchini Tanzania kwa manufaa ya uchumi wa taifa, kwa uchumi wa taifa letu na ustawi wa wananchi wetu. Kwa wale wote wanaofunga, na watakia Ramadhani yenye baraka, afya njema na mafanikio katika ibada zetu. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa nafasi hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Moja ya hotuba kali sana. Sawa, sasa muda huu ni wa swala bila kupoteza muda, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia utambue kulikuwa na uwepo wa CMSA Tribunal Chairman